Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa BTV online ambayo umetuchagua muda kati kama huu, popote pale ambapo ulipo kutoka ndani na nje ya nchi. Nipende kukualika sana katika kipindi bora kabisa cha BTV kijamii, kiroho na kimwili. BTV kijamii, kiroho na kimwili. Leo hii nimekuandalia somo ambalo naamini kwamba ukinisikiliza kwa makini, ukanifuatilia kwa makini, ukanitazama kwa makini, utaweza kupata badiliko kiroho lakini pia kimwili. Langu jina ni mimi Baraka Kanda, ndio nakukaribisha katika kipindi cha leo. Somo linaitwa kwamba usitazame ukubwa wa dhambi zako. Somo linaitwa kwamba usitazame ukubwa wa dhambi zako. Kwa nini nakwambia usitazame ukubwa wa dhambi zako? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipata hatia, lakini pia watu wengi wamekuwa wakirudi nyuma mara baada ya kuwa wametambua wamekosea, na baada ya kuwa wametambua wamekosea, hivyo basi wengine wamefika mbali na kuona kwamba dhambi, makosa waliofanya ni kwamba hayawezi kusameheka, kwamba Mungu hawezi kuwasamehe. Hapana. Leo nimekuleta somo hili ni kutaka kukumbusha kwamba dhambi yako sio kubwa kuliko Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mkubwa kuliko dhambi yako. Ndio maana nakwambia kwamba usitazame dhambi zako. Kama ulikosea ni makusudi au kwa kukusudia, kama umemlesha kuomba msamaha kwa dhati, bado kuna neema ipo juu yetu ambayo inatusamehe kila siku. Lakini kikubwa itabidi uombe msamaha kwa kumaanisha, sio kulia. Watu wengi wanafikiri kwamba toba ni machozi. Hapana, toba sio machozi. Toba ni kumaanisha, ni kujutia kile ambacho umekifanya, na hiyo toba ndio inakupa msamaha kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni utangulizi ya somo letu kwamba kwa nini usitazame dhambi zako. Neema ipo kubwa juu yetu ambayo tusamehe dhambi zetu. Neema ni nini? Neema ni fadhili, ni upendo na wema wa Mungu maishani kwetu ambao unatustahilisha. Neema ni upendo, ni fadhili, ni wema wa Mungu kwenye maisha yetu ambayo inatustahilisha. Maana yake ni kwamba unakuwa umetenda dhambi, ile dhambi uliyotenda kwa akili zako, kwa ufahamu wako, unaona kabisa dhambi hii ni kubwa. Hivyo basi unasema hapa sistahili kabisa kusamehewa. Lakini ipo neema, upo upendo wa Mungu, upo wema wa Mungu, zipo fadhili za Mungu ambazo zinatustahilisha pale ambapo hatustahili. Na ndio maana nakwambia kwamba usitazame dhambi yako, mtazame Yesu Kristo. Mtazame Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio neema yenyewe. Manake alikuja kwa ajili yetu sisi kuokoa wale waliofanyeje, waliopotea. Ndio maana kwamba unapotenda dhambi usijihesabu kwamba haufai kabisa, hauwezi kusameheka. Bado una nafasi ya kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii nimekuandalia pointi 3 ambazo ukizisikiza kwa makini utaweza kujifunza kwa nini usitazame dhambi zako. Jambo la kwanza, kwa nini nakwambia usitazame dhambi zako? Kwa sababu Yesu alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. Hakuja kuokoa watu ambao tayari wameshaokoka. Hakuja kuokoa wachungaji, walimu, mitume na manabii ambao wameokoka. Hapana, isipokuwa amekuja kumtafuta mtu mmoja ambaye hajaokoka, mtu mmoja mwenye dhambi, ambaye ni wewe na mimi, ambaye unajiona kwamba hiyo dhambi uliyofanya ni kwamba haisameheki. Hapana, alikuja kwa ajili ya dhambi yako, na ndio maana kwamba hakuna dhambi isiyosameheka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kuokoa wale waliopotea, alikuja kuokoa wenye dhambi. Ukisoma Isaya sura ya 1 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zako zitapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Dhambi zako zitapokuwa nyekundu kuliko bendera zitakuwa kama sufu. Anakuambia njoo tusemezane, manake anakuita wewe mwenye dhambi, ananiita mimi mwenye dhambi kwamba nimekosea. Nije tusemezane, niombe msamaha. Ndio maana nasema kwamba dhambi zangu zitapokuwa nyekundu, dhambi zako zitapokuwa nyekundu, manake dhambi zako zimekuwa nyingi, zimekuwa zifai. Yaani kiasi kwamba hata mtu akikutazama anasema huyu tunamjua ni mwizi sana, huyu ni kahaba sana, huyu ni mwizi mno. Umeona? Kwa macho ya binadamu mtu akikuona anaona dhambi ulizonazo haustahili kabisa, haustahili kusamehewa. Lakini leo hii niko mbele zako nakwambia kwamba Yesu Kristo alikuja kuokoa wale wenye dhambi.
Hakuja kwa ajili ya watu watakatifu, hakuja kwa wakamilifu, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Na ndio maana nakwambia kwamba usitazame dhambi yako, kwa sababu ukitazama dhambi yako utaweza kurudi nyuma. Umeona? Utasema kwamba kwa dhambi niliyofanya siwezi kusamehewa. Mwingine anasema hapa, nimeshaiba sana, nimeshadanganya sana, nimeshatukana sana. Umeona? Hivi siwezi kusameheka. Ukiangalia dhambi yako inakunyima ujasiri, inakunyima confidence ya kwenda mbele za Mungu na kuomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. That's why today I'm here before you. Niko mbele zako leo ili kukumbusha kwamba usitazame dhambi zako, mtazame Yesu Kristo ambaye ni mkubwa kuliko dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo hakuja kwa watu waliokoka. Hapana, amekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Unaona kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Haleluya. Lakini pia kusoma Luka sura 19 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Luka sura 19 mstari wa 10. Neno linasema kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Simaanishi kwamba mtu aliotoka nyumbani kwao kijijini kaja mjini afu hakurudi nyumbani kwao, katoka kwa miaka 10 iliyopita hajarudi, kwamba amepotea. Umeona? Hapana, simaanishi mtu wa namna hiyo, au mtu ameenda amesafiri kapotea. Hapana, namaanisha mtu ambaye amepotea kwenye dhambi, mtu ambaye ni muongo, mtu ambaye ni mlevi, mtu ambaye ni mdhinzi, mtu ambaye ni mbea. Umeona? Amekuja kwa ajili ya huyo mtu. Hivyo basi usitazame dhambi yako kwamba dhambi unayofanya ni kubwa, unafanya dhambi muda mrefu sana. Mungu atazami kiwango, atazami wingi wa dhambi yako, hatazami wakati muda gani ambao umetenda dhambi zako. Hapana, isipokuwa anatazama dhambi yako ili aweze kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma Luka sura 19 mstari wa 10 inasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sio ambacho kipo kabisa bandani. Umeona? Wewe hapo huwezi kufika nyumbani kwako, unakuta kwenye banda lako la kuku, unakuta kuku 10 wapo, alafu kuku watatu wamepotea. Alafu ukaacha kutafuta wale watatu, ukaanza kufocus, unaanza kuwalea hawa waliopo. Hapana, lazima utafunga banda vizuri ili na hao wasitoke, ukatafuta wafanyaje waliopotea. Na ndio Yesu Kristo alikuja kutafuta sisi ambao tulikuwa tumepotea, sisi ambao tulikuwa ni waongo, tulikuwa ni wazinzi, tulikuwa ni walevi. Alikuja kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo basi, hiyo pia ni sababu moja hapo ambayo nakwambia kwamba usitazame dhambi yako, mtazame Yesu Kristo. Sababu ya pili, kwa nini nakwambia usitazame dhambi yako? Sababu ya pili, damu ya Yesu Kristo husafisha dhambi zote. Damu ya Yesu Kristo husafisha dhambi zote. Kwa nini nakwambia damu ya Yesu husafisha dhambi zote? Kwa sababu Yesu Kristo alitoa sadaka ya damu ambayo ilikuja ikafuta dhambi zetu zote. Yaani dhambi zote ambazo unazijua wewe, damu ya Yesu ilikuja ikafuta. Zamani kabla Yesu Kristo kuja duniani, zamani Agano la Kale, mtu alikuwa akifanya dhambi alikuwa anatoa sadaka ya damu, ambapo sadaka hiyo ya damu ilikuwa inafunika mtu dhambi aliyoifanya na sio dhambi zote. Yaani wewe mfano umeiba, ukajua bisa nimekosea, nimeiba, mimi nimedanganya, nimesema uongo, maana yake ni kwamba utatoa sadaka ya damu. Sadaka hiyo itafunika dhambi labda mwezi, miezi au mwaka. Lakini Yesu Kristo alikuja akatoa damu yake, akatoa uhai wake kwa ajili ya dhambi zetu zote. Na uhai aliotoa ni mmoja, alitoa siku moja. Umeona? Alikufa mara moja kwa ajili yetu sisi. Umeona? Hakufa mara mbili, alikufa mara moja akafufuka. Hivyo basi kile kifo kilikuwa kimekuja kwa ajili ya kufuta dhambi zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu aliyopigwa pale ikatoka, ilikuja kuondoa kila dhambi kwenye maisha yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia usitazame dhambi zako, mtazame Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mkubwa kuliko dhambi ambazo umeshawahi kufanya before. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alitoa sadaka moja tu ya damu, wala sio nyingine, kwa sababu zamani zilikuwa zinatoa sadaka za mara kwa mara. Umekosea leo unatoa sadaka ya damu. Umekosea tena wakati mwingine unatoa sadaka ya damu. Hapana, isipokuwa Yesu Kristo alitoa damu yake ambayo ikawa ni upatanisho. Haleluya. Sadaka ya damu ni upatanisho. Hivyo basi Yesu Kristo alikuja kwa ajili yetu sisi tulikuwa tumepotea, kwa sababu zamani damu ilitumika kama upatanisho. Kama umekuwa umekosea, unatafuta upatanisho wewe na Mungu, ilikuwa lazima utoe sadaka ya damu.
Umeona? Hivyo Yesu Kristo akaja akatoa ya moja kwa moja, mpaka leo mimi na wewe tunanufaika kwa damu aliyotoa Yesu Kristo. Ulikuwa ukitenda dhambi, kama tumetenda dhambi, ulikuwa unapigwa hapo hapo. Umeona? Mpaka unauawa. Lakini ile sadaka aliyotoa Yesu Kristo ya damu imetupa neema. Sasa hivi ukikosea una nafasi ya kwenda mbele za Mungu na kutubu na ukasamehewa. Umeona? Hiyo ndio neema iliyopo juu yetu sisi. Na ndio maana nakwambia damu ya Yesu kusafisha dhambi zote. Hivyo hauna haja kutazama dhambi zako ulizozifanya. Haijalishi umekuwa ni mwizi kwa muda gani,